Ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Mchana wa leo nataka nikuletee ujumbe wa neno la Mungu. Majina yangu yanaitwa Mwinjilisti Anna Shayo wa kanisa la Chanzo cha Uzima, njia panda ya Himo. Namshukuru Mungu amenipa kibali mchana wa leo kukuletea ujumbe wa neno la Mungu. Kwa wale wanaonisikiliza kwa njia ya mtandao, taenda kujifundisha kwa habari ya kuwa na hofu ya Mungu. Watu wengi wamekuwa wanatembea bila hofu ya Mungu. Wakristo wengi wamepoteza hofu ya Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu itakusaidia. Hofu ya Mungu iwe inamlinda mtu ili asimkosee Mungu wala asimtende Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuangalia maneno ya Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo. Tutamwangalia mtumishi wa Mungu Yusufu. Mwanzo sura ile ya 39. Tutaanza kusoma ule mstari wa 9. Mstari wa 2. Biblia inasema, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyaje ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu? Huyu habari ni Yusufu alikuwa anamwambia mke wa Farao, wakati ambapo alimtamani Yusufu. Yusufu akakataa. Alivyokuwa anamsumbua siku hadi siku, Yusufu akamwambia, mimi nimekabidhiwa vyote, lakini sio wewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu? Yusufu hakuangalia mazingira ya hali aliyokuwa nayo. Yusufu alikuwa houseboy katika ile nyumba ya Farao. Pamoja na kwamba Yusufu alikuwa houseboy na mke wa ule Farao alikuwa anampenda, Yusufu hakukubaliana. Hapa tunaangalia habari ya mazingira. Mtu mwingine anaweza akawa anamkosea Mungu kwa ajili ya mazingira alionayo. Akijiangalia hali alionayo, anafika mahali anamkosea Mungu. Lakini mtumishi wa Mungu Yusufu hakukubali kumkosea Mungu kutokana na mazingira ya houseboy aliyokuwa nayo. Sikia nikwambie mchana wa leo, tumombe Mungu. Ombi langu kwako, uwe na hofu ya Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu, hofu ya Mungu itakulinda. Mahali popote pale unapoenda, ukiwa na hofu ya Mungu, hofu ya Mungu itakusaidia kutokumtenda Mungu dhambi. Hofu ya Mungu imepotea kwa watu wengi sana. Kwa kufanya mambo ya ajabu, vituko. Yamkini wewe ni mtumishi, unanisikia mchana wa leo. Kuwa na hofu ya Mungu. Itakulinda. Itakuinua zaidi ukiwa na hofu ya Mungu. Ukimwangalia Yusufu, hakukaa pale pale kwa katika houseboy. Mungu alimuinua. Ukiwa na hofu ya Mungu, Mungu anakuinua. Anakupandisha mahali, anakupeleka juu zaidi. Yusufu aliinuliwa na Mungu. Akamtoa pale mahali pa chini, akamketisha juu, akawa mkuu. Ni nini kilimsaidia? Ni hofu ya Mungu. Kama hofu ya Mungu ukiondoka kwako, unakuwa mtu wa kawaida. Hata ukimtenda Mungu dhambi, unaona ni kitu cha kawaida. Unaona ni sawa. Lakini mtu mwenye hofu ya Mungu haangaishwi na jambo lolote. Hajalishwi na mazingira. Hajalishwi na jambo lolote lile analokutana nalo. Yeye anapita popote. Ombi langu kwa Mungu mchana wa leo, uwe na hofu ya Mungu. Wewe unayenitazama mchana wa leo, uwe na hofu ya Mungu. Kama mtumishi wa Mungu Yusufu, hakuangalia mazingira, hakuangalia ni wapi yupo, alijilinda. Ukiwa na hofu ya Mungu, utajilinda, utajitunza na utakuwa salama, na Mungu atakuinua zaidi. Amen.